servant. Lazima uwe mtumishi. You lead what you know. Unaongoza kile ambacho unakijua. Tell them you must become a servant. Na pia lazima uwe mtumishi kwanza. For you to make a good leader. Ili ukawe kiongozi bora. I always say, kila wakati wanasema leaders remain after service. Ya kwamba viongozi wabaki baada ya ibada. You hear others say, unapata wengine wanasema, I'm not a leader. Mimi sio kiongozi. Where do I lead? Naongoza wapi? I even wonder. Nashangaa. Don't they know the scripture? Je, hamjui maandiko? Even in the book of Deuteronomy chapter 38, I don't know which verse it says, you are the head and not the tail. Yani you forget that you are a leader. All of us. Tunasahau katika Kumbukumbu la Torati 28 ambayo nasema kwamba sisi ni vichwa si mkia. Amen. Let's go to Matthew chapter 23 verse 11. I'll be very fast. The message is long but very fast. I will finish in time, by the way. Servants who kuna mambo mnafanya kanisani kweli inanishangaza. You guys, you are doing something. All of a sudden, pepo ikatokea mahali tu ikavuruga wapendwa na ikaisha. Lakini kama ni mimi nilianza kwa kuisikia sauti ya Bwana, ina lazima itarudi na itasimama kwa jina la Yesu. Tulikuwa na TV nzuri sana, tulikuwa tunafanya mahojiano. Watu wanaeleza what is baptism, what is salvation, what is church. Na ilikuwa inatusaidia sana. Wapendwa wakaingia na pepo yani ya wivu na chuki. Yani pepo ya kuharibu na wakatawanya. Raundi hii ndio haitatawanywa na mtu wala yeyote. Haitatawanywa na kiburi chochote cha mwanadamu. Maana nilikuwa nimeisikia sauti vizuri na nikajua kwamba hiyo ndio path. That was the only path that God was to use to raise GCC, and we must come back to that. Hiyo njia maana Mungu angeitumia kwa hiyo. Nilikuwa nimesema kwamba through Triple Grace TV ndipo kila mpendo wa kanisa hili viongozi wote wataonekana wakihudumu Kenya mzima, even to the outer world, na lazima itarudi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Let's read this scripture. It's our theme scripture. It's very short, lakini Bwana atatubariki. 1 2 3 go. Ama turudishe verse 10, maana yake imeanza na but. Kizungu kuanza na but. Mwalimu wangu hapo niambie hivyo. Tuanze hapo. Neither be ye called masters, for one is your master. Who is this master? Christ. Let's read again. Neither be ye called masters. Imepewa a full column, meaning there is a powerful message that is coming after. For one is your master, even Christ. Verse 11. But he that is greatest among you shall be your son. Look at your neighbor. Tell them, if you want to become greater, ikiwa unataka kufanyika mkubwa, ambia jirani, choose to become a servant. Amua kuwa mtumishi. Read in Swahili. Nasema kwamba kitabu ni cha Mathayo Mtakatifu sura ya 23 mstari wa kuanzia 10 nasema, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. 11. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Bwana abariki somo la andiko lake. Greatest, underline that greatest. Greatest is office. Amen. Kubwa ni ofisi. It is the office. Ni ofisi. And now I have seen in the world around us. Nimeona katika ulimwengu ambao umetuzunguka. People don't for me.
Wakienda katika ile mikutano, everybody wants to be known. Kila mtu anataka atambulike. Everybody wants to tell us who they are. Kila mtu anataka kutuambia yeye ni nani. Everybody wants to mention their titles. Mtu anataka aseme yeye ana nini. Everybody wants to tell you what they have done in life. Kila mtu anataka kukujulisha kile ambacho amefanya kwa maisha. Everybody wants to see a bishop. Kila mtu anataka yeye ni askofu. Another one wants to tell you I am apostle so and so. Kila anataka kuambia yeye ni mtume fulani fulani. Another one wants to say that I am pastor so and so. Kila anakuambia yeye ni mtumishi fulani wa Another one fulani. they want to tell you that they graduated with a degree, master's degree. Kila anataka kuambia kwamba amekuzwa na ile shahada. Everyone wants to tell you, I have done ABCD. Mwingine anataka kuambia amefanya abakata. We go into the business world. Lakini unajua katika ulimwengu wa biashara, everybody wants to show you who they are. kila mtu anataka kuambia yeye ni nani. But the Bible is talking about us becoming servants. Lakini Biblia inaongea kuhusu sisi tukifanyika kwa watumishi. And that's why we normally don't use the words doctor preceding pastors or pastors or apostles. We begin by either apostle and so and so, not doctor so and so and then apostle. No, we begin with the servant. Tunaanza na ile utumishi. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. So, servanthood, Ile utumishi, it precedes, it goes way beyond the office. ile utumishi unatangulia ile afisi. The office to which God appoints you. Ile afisi ambayo Mungu ameweka nia. Servanthood, it goes way beyond the responsibility that God has placed on you. Utumishi inaenda zaidi ya yale majukumu ambayo Mungu ameweka juu yako. Yes, you are an instrumentalist, you are a keyboard player. Ndiyo, wewe ni mchezaji kinanda. But you must embrace the grace of being a servant. Lakini lazima kwanza uyatie ile neema ya kuwa mtumishi. Not just about producing good melodies. Sio tu kuwa zile nyimbo ambazo ni nzuri. But the heart of a servant must precede you. Lakini ile moyo wa utumishi lazima ukutangulie. I can give you an analogy of Saul and David. Naweza nikakupatia mfano wa Sauli na Daudi. When Saul looked at David, wakati Sauli alimtazama Daudi, he saw a young man aliona kijana mdogo who has come to crush down Goliath. ambaye alikuja kumwangusha yule Goliathi. But this was a servant of God. Lakini huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Saul failed to see the servant. Saulo alikosa kuona ule mtumishi katika Daudi. And the reason is why most of us are servants. Sababu wengi wetu tunateseka. Because to see the servant of God. Kwa sababu tumekosa kuona ule utumishi. We have always focused ourselves into the offices. Kila wakati tunaweza kujiona katika ile afisi. In fact, what made God do away with Saul, Kila ambacho kilifanya Mungu amuondoe Saulo, he failed to see the servant of God. alikosa kuona ule utumishi In David. katika Daudi. And by so doing, Na kwa kufanya hivyo, God displeased with him. Mungu hakupendezwa na yeye. Somebody say hallelujah. Hallelujah. When you look it up in the book of Romans chapter 1 verse 1, Paul introduces himself as a servant, as an apostle. Katika Warumi 1:1, Paulo anajitambulisha kama mtumishi. In many places in the Bible, is epistles, he defines himself as a servant. Katika barua nyingi ambazo Paulo anaandika, yeye anajitambulisha kama mtumishi. He is introducing himself as a servant. Yeye anajitambulisha kama mtumishi. A servant of Jesus. I don't know what servant are you. Mimi sijui wewe wa nani. I don't know. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Anasema kama mtumishi wa Yesu Kristo. To be an apostle. Nimeweza kuitwa kuwa mtume. He says that I have been called to be an apostle. Anasema kwamba nimeitwa kuwa mtume. I have been separated unto the gospel of Jesus Christ. Nimeweza kutenganishwa kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Somebody say hallelujah. Kwa tena hallelujah. So the Bible says, Kwa hivyo ndio maana Biblia inasema, for you to
We have so many people today in the church. Kuna wengi kabisa kanisani And the people ambao hawako tayari kutumika chini ya watu. who are not ready to do anything. Hawako tayari kutenda lolote. But they want to like themselves with great men ahead of them. Wanataka kujifananisha na watu wakuu ambao wako mbele yao. They want to copycat and walk like them. Wanataka kuiga kutembea kama wao. But I have come with a message to all of us. Lakini nimekuja na ujumbe For kwetu. you to achieve that very office that you have always admired, Ndio uweze kupata hiyo afisi ambayo umekuwa ukitamani. you must move low and begin to serve God. Lazima unyenyekee na uache kumtumikia Mungu. Service to God Ile utumishi kwa Mungu is to everybody that is in the church. ndio kila mtu ambaye katika kanisa. Paul understood service to God. Paulo alielewa utumishi kwa Mungu. That service to God came before the office. Ya kwamba utumishi kwa Mungu ilitangulia ile afisi. Service to God became ahead of the office of being an apostle. Ile utumishi kwa Mungu ilitangulia ile kuwa mtume. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody tell them become a servant. Mungu mtuma pia fanyika mtumishi. And God will take you to the office. Na Mungu atakupeleka katika ile afisi. Tell your neighbor, become a servant. Kuwa mtumishi. And God will make you, will put you in that office. Na Mungu atakufanya uwe katika ile afisi. I'm not against anybody, but we have met with a lot of briefcase preachers. Na wahubiri wengi ambao wanabeba zile masanduku. The briefcase or preachers. Wako na zile masanduku wale wahubiri. When you meet with them, yes, they are men of God. Ukikutana nao pia ni watumishi wa Mungu. Preaching a lot of words in the Word, Wanahubiri maneno mengi sana kwenye Biblia. but without a message. Lakini hawana ujumbe. When God calls a man of God, Wakati Mungu anaita watu wa Mungu, He gives them people. anampa watu. He gives them a message. Ya pili anampa ujumbe. When God called me to the ministry, Wakati Mungu aliniita katika huduma, He gave me a message. alinipa ujumbe. To minister a message. Ujumbe. So Christ people. Ujumbe neno wake. He has given. Na wewe kwa ajili yako. It is my prayer that from Ni today, ombi lako kwa He is translating you into becoming a servant. anakuadilisha, anakufanya uwe mtumishi. That you may actually office that you have always. Kuingiza katika ile afisi ambayo umekuwa ukitamani. Somebody say hallelujah. Tunasema haleluya. So GCC we make servants. Kwa hivyo sisi tunafanya watumishi. And GCC we are making servants. Sisi tunafanya watumishi. Somebody say hallelujah. Mtu aseme haleluya. Somebody say hallelujah. Mtu aseme haleluya. We are here to fulfill Christ according to our vision Tuko hapa kumfanya Kristo ajulikane. and to make Him known to the men and the women. Tuko hapa kumtambua na kumfanya ajulikane kwa watu wote. Somebody say hallelujah. Mtu aseme haleluya. When you look it up in the book of Amos chapter 3 verse 7, Katika Amosi 3:7 the Bible says Biblia inasema God will never do something unless He has revealed it to His servants. ya kwamba Mungu His servants, the prophets. ya kwamba Mungu hatatenda kitu kabla afunulie watumishi wake ambao ni manabii. God has not said that God will reveal it to prophets. He says, before He does it, He must reveal it to His servants, the prophets. Anasema kwamba kabla atende lile jambo lazima afunulie watumishi wake ambao ni manabii. Hallelujah. Amen. The Bible says, yes, surely the Lord will do nothing, but He revealed His secret unto His servants, the prophets. Ya kwamba Mungu hatatenda lolote lakini anafunua siri yake kwa watumishi ambao ni manabii. Somebody for me, tell them you are a servant. Kila mtu mwambie kwamba wewe kwanza wewe ni mtumishi. Tell them you are a servant first. Mwambie wewe ni mtumishi kwanza. Tell them you are a servant first. Wewe ni mtumishi kwanza. I don't know what they do. I don't know what they do. Sijui kweli. But slap them, tell them you are a servant before you are a singer. You are a servant before you are a pastor. You are a servant before you are a Kennedy. You are a servant before you become whoever you call yourself. Mwambie kwamba wewe
Na waomba muombe Bwana awape neema ya kuwa watumishi. Mashida ambazo tumeziona makanisani, unaappoint mtu kwa kumwangalia ukifikiria ni mtu aliyekomaa, kumbe ni mtoto, ni mtoto. Mungu atusamehe. May the Lord remember mercy. Na nikiwa mahali hapa nikasema Mungu nimetubu. Ni siku nyingine sitaelewa mtu. I have seen the Sabbath rule in them. Ule utumishi ndani yake. Amen. Mtu kukwambia kama unajua pastor, I have been serving under apostle so and so. I have been serving under pastor so and so. You must think twice. In fact, you need to ask them, why have you left that apostle? Why have you left that pastor? And now because we are so much greedy about members, brethren, we are not looking for church members, but we are looking for people who can make the body of Christ strong. Hatutafuti washirika wengi, bali tunatafuta wale watu ambao wataimarisha mwili wa Kristo. Yesterday we were told this. Jana tuliambiwa hiki. The problem of a pastor, tatizo la mchungaji, it is not money. Sio pesa. Thank you Jesus. The Lord has reminded me something. Oh. Peter aliitwa na Yesu nini? Rock. Wana rock. Can they grow anything? Jiwe linaweza likamea lolote, chochote. Usikojee pastor atoa kitu. Usikojee kitu kitoka kwa pastor. But now the Bible says, Biblia inasema, God has given us two graces. Mungu ametupa neema mbili. A priestly anointing and a kingly anointing. Hallelujah. When you have been called a priest, wakati unaitwa kuhani, there is nothing that can grow out of you. Hakuna kitu kitamea kutoka kwako. But you carry a kingly anointing that can command things to you. Mafuta ya kifalme ambayo inaweza ikaamrisha vitu. The problem of a pastor is not money. Kwa hivyo tatizo la mtumishi si pesa. Because they may not appear to have something, but they have an anointing that can attract things. Anaweza kuonekana kuwa na kitu, lakini ana mafuta ya kuvuta vitu. King commands, a king commands. Mfalme anaamurisha. A king is a commander. Mfalme yeye A king anaamurisha. can command a blessing. Yeye anaamurisha baraka. A king have an attraction. Mfalme They have anaamurisha. authority. Yeye anavuta zile And vitu. now they carry the hardness of a rock. Anabeba ule ugumu wa moyo. Servant carries that grace of a rock. Yule mtumishi anabeba ile No neema. matter how many times they are going to face it, Haijalishi mahali they watapitia cannot ugumu. be moved. Hawawezi wakatika They will shida. stand firm. Watasimama imara. Servant is like a rock. Na mtu ni kama When they are hit, they can never go down. wakati wanagonga A watu servant is like a rock. mtumishi ni kama When jiwe. sickness, disease Wakati comes, magonjwa na they magonjwa cannot yanakuja, go down. hawawezi yakaongoza. When witchcraft comes, Wakati uchawi they unaingia, will withstand it. wataweza They kuimarika. are as hard as Kwa a rock. sababu wao ni wale kama mawe. Because of the kingly Kwa anointing, sababu ile upon mafuta, you can attract blessings. kwa sababu ya ile mafuta ya kifalme yao unaweza ukavutia baraka. Somebody say hallelujah. Mtu aseme haleluya. So we have appointed our teachers. Kwa hivyo tumeweza kuchagua watu ambao hawajafanyika kuwa mawe. Tunataka hii pastor ya kuachana na hii kundi ni pastor. Ni mwanadamu. Hajabaada atakuwa na kama mawe kama Petro. Na ndipo maandiko yanasema I wrote this, I built the church on this. Najenga kanisa langu juu ya nini? Ask the neighbor, are we still building? Mwambie, uliza jirani, bado tunajenga I kanisa? asked them, are you still building the Je, church? bado unajenga kanisa? Or you are just still tearing it down? Ama uko pale unailarua, Hey, unaiangusha? are you tearing the church or you are building it? Unakutafuta ile kanisa ama unaijenga? Rocks are used to build. Kwa sababu yale mawe yanatumika kujenga. God is downloading revelations. Petros in the Greek means pebbles, small stones. Hey, you can check it out. Bible, check it out. Mawe madogo. It is something I read, I think, over 20 years back. Nilisoma Petros is a Greek word. Petros ni jina. Small stones. Inamaanisha mawe madogo madogo. Jesus is transforming Yesu anabadilisha from being a small stone kutoka kwa jiwe dogo to being a rock. akayafanya When you kuwa become mawe. a rock, Wakati umefanyika mawe, I tell you, no circumstance nakwambia hakuna hali will bring you ambayo down. itakushusha. You will march ahead. Utaweza kusonga mbele. Regardless of what is happening, Kila kitu. regardless of what
Kiswahili nipata ajali hapa Kenya, walisema hivi. Jana tulikula mchele na nyama. Hiyo ndio lugha yetu. Wanataka kudharau lugha yako. Right? How many people can take to cook okay. If one person cooks 1 kg for 1 hour, how many people will cook 10 kgs? Ikiwa mtu mmoja atapika kilo moja kwa lisali moja, je, watu 10 watapika? Kuna mapoi nataka nilete tu hapa. Tukomae, bonga mtu mwambie tukomae. Tukomae. Bonga mtu mwambie tukomae mpendo. Tukomae. Mchele na mboga na nyama. Unapika kwako kwa nyumba kwako kwa nyumba. Hapo ni kama vile anakuja kumsaidia kupika wali. Hiyo ndio swali kabisa. Mchele na nyama kwako. Unapika kwa nyumba. Imagine anatua peke yake. That is the kind of a spirit I want you to carry. Hiyo ndio aina ya roho nataka ubebe. Don't begin to tell you, ladies have refused, men have refused. Let me tell you, that which you are able to do even alone at home, it means you can still do it alone in the house of God. If you had a heart of servanthood, you can still do that work, and nothing you are going to lose. Nothing will make you lesser. Hakuna kitu ambacho utapoteza ikiwa kile ambacho unaweza ukafanya peke yako kule kwako utaifanya hata kwenye nyumba ya Mungu. Naona mwenzangu mwambie wapendwa, kwanza tuokokeni, tuache michezo kanisani. Maandiko tuokoke na tuache michezo kanisani. A bigger number of you, some of you are hating. Na inataka kipindi they say I will not go to church. You are not going to church because of Pastor Kineka. Neither are you going to church because of Christine. You are not going to church because of the sister here, Lynette. You are not going to church because of mother, but you are going to church for your own benefit. Hauendi kanisani njia mtu yoyote, bali unaenda kwa sababu ya faida zako wewe mwenyewe. Kama mtu mwambie kwamba lazima ukubali kufanyika kama mawe kama unataka kuwa mtumishi. Lazima ukubali kufanyika kama mawe ikiwa unataka kuwa mtumishi. Amen. Yaani kama kitu kadogo Mungu amenuna. Hiyo naona ikiwa mtoto. Hivi nitakuja kujua hiyo mambo nimeyakelea mapema. Nimesiwaambia kibasi. Niko hapa na siwezi kutoka hapa. Na hata kabla nilikuwa mchungaji, na hata kabla nilikuwa hapa, mambo niliyoelewa nikiwa bado nimeoa na nikiwa bado kijana, ni mengi nikakusimulia mengi. Mpendo unaweza kunika masikio, but I am still standing. Nothing that can weaken my faith because I am a rock. I am a calling. I am a message to the people and the servants of God. Kwa sababu nimesimama leo hii, nimefanyika kuwa mawe, sitaweza kuyumbishwa na yale mambo ambayo yamekuwa kineno kunihusu. Wao ndio tupeleke sababu ya kwamba unakula sana. Amen. I mean that grace, by the way. Tajia neema. Amen. Hata aliniambia ninachoka chakula mingi. Sasa nini? Bonga mtu mwambie hiyo ni mtoto. Mwambie kubali kuwa mtumishi kwanza. Kubali kuwa mtumishi kwanza. Usinenene na mtu. Mwambie kuwa mtumishi. A few minutes. You are servant before becoming that team leader. Wewe ni mtumishi kabla ufanyike ile kiongozi wa kile kikundi. I am a servant before becoming a pastor. Mimi ni mtumishi kabla nifanyike mchungaji. And that's why I have never stopped playing guitar, and I will never stop playing it. I will never stop playing the keyboards. I will never stop singing because I am a pastor. No, I will continue because that was the service that God instilled deep inside of my spirit, even when I was a young man. So nothing changes after becoming a bishop. Nothing changes after becoming a reverend. Nothing changes after becoming the chair lady. Nothing changes after getting that title. Become a servant. Fanyika mtumishi. Amen. Siku moja tulikuwa tunaongea na mama tukiangalia waimbaji wa Tanzania. Na akaniambia kuna kitu nimeanza kulala. Waimbaji wa Tanzania wanaimba hata wazee, kina mama, unaona watu wanaimba kwaya pamoja na watoto. Na akaniuliza swali gani? Na mbona hapa Kenya immediately people after they get married ni hivyo kwaya imeisha. May the Lord help us. May the Lord help our Kenyan church. May the Lord help us.
Amen. Amen. Kipindi kile utaweka ofisi yako kwa mbele na si kutumika, unakuwa pastor dictator. Na unageuka unakuwa idol. Wengi wamesahau kupanguza viatu. Lazima zipanguzwe na mapendo. Ati asimame hapa kama msichana kanakuja kanapanguza kiatu yako, usikuze kiatu yako. I know how to clean shoes. Najua jinsi ya kupanguza yako. Amen. Amjaona hizo vitu kwa nini? Wala hatutumii. Wao usipanguze viatu. Wao kutabari. Amen. Mhubiri anapanguzwa. Mhubiri anapanguzwa. Pastor, leo hujapanguzwa jasho na mtu, lakini unafanya ministry. Wapendwa, tuachane na title, tuanze service. Tuachane na kupigania ukubwa, ni nani kiongozi bora, kwanza atumika. Ukitumika ndio tutaanza kuona kama wewe kweli ni kiongozi bora. Kiongozi bora si maneno na ulimi uliotumia. Unaweza kuwa ulimi uliotumia, lakini nyuma ya ulimi uliotumia kuna meno ya kung'ata. Amen. Kabisa wala space. Amen. Tuliambia kwamba shida ya mchungaji si hizo vitu, niambia shida ya mchungaji ni watu wanaomzunguka. Yes. Amen. Si mimi nimesema hivyo, nafikiri wale walikuwa hapa jana, wale walisikia mhubiri akisema hivi ni mambo. Kama ulikuwa hapa jana na unasikia. Yes. Shida ya mchungaji haikuangi mchungaji kukosa aidha mali ama nini. Imagine watu wanaomzunguka. Kanisa hii inaweza kugrow haraka sana na kwa wepesi ukiwa na watu walio na akili nzuri ya kutumikia Mungu. Na inaweza ikabadilishwa na watu sababu ya mazoea na kudharau. But I want to tell you this. There is always a repercussion when you try to do the work of God kwa mikono iliyolegea. Maandiko yanasema kwamba nafanye nini huyo mtu? Siniwasomea hapa. Alaaniwe anayefanya nini? Kuna hili na anayemtegemea Bwana, anayemtegemea mtu alaaniwe. Na alaaniwe anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Amen. Kanisa Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa bwana tuseme kumbe kisa tuko na mtu kanisani hatuendelei na tunakaa kulaanika. Why? Maana uliingia kanisani na ukaenda kujiendea laana. Badala ya kuamua tu aje niwe mtumishi mzuri. Na ni machana na siasa za wapendwa. Ni achana na siasa za akina mama. Ni achana na siasa za wazee. Mimi tu nikuwa mtumishi mzuri na macho yangu Mungu nisaidie nikumbuke, niwe naona mahitaji ya kanisa, nikutumikie tu vizuri. Unibariki kama wewe, watu waliendea malaana. Badala ya kubariki, you can imagine brethren. Wewe si basa na laani, ni nani laani? Ni nani laani? Nani laani? Simuniambie, niandiko. Nani laani? Ni Mungu. Kwa hivyo nyakati nyingi tumeendea laana, tukifikiria tumeendea baraka. Pokea neema ya utumishi. Receive the grace to serve God. Receive the grace to serve God. Receive the grace to serve God. Kuna watu wana malalamiko ya magonjwa, mapito magumu katika maisha yao. Do you know why you serve alone? You have never given yourself fully to serve God. I wish you understand what I'm saying. I was a victim of the sin. But the day I get myself fully to serve God, there are some things that just pave the way for me to continue serving God. There are some diseases that just get me where that I may serve my God. There are some diseases that just keep way when you give yourself fully to God. Wewe sio wa kuwekelea hapa mikono kila wakati. Ingia katika maeneo ya kutumikia Mungu. Na hapo ndipo Mungu atakutana na wewe na atakuinulia hapo hapo. Amen. Injili sita. Lakini itakusaidia. Amen. So always remember that it is the servant. Kila wakati kumbuka kwamba
utumishi, before the office. kabla ule uongozi. It is the servant heart, ni ule moyo wa utumishi, that leads. It is the servant heart that leads. ni ule moyo wa utumishi ndio unaongoza. Wacha nielezee hapo kidogo. It is the servant heart that leads. Ni moyo wa utumishi ndio unaongoza. It is the servant. Remember, it is the servant heart that leads. Mwambie ni moyo ule wa ule mtumishi ndio unaongoza. It is not the title you have that leads. Sio ile jina kubwa bado uko nalo, ule It is uongozi. the servant heart that leads. Ni ule moyo wa ule mtumishi ndio unaongoza. Amen. Nilikemea wana basi, nikamwambia man of God, unatuaitwa wewe utoi na unatuambia tutoe. Kwanza ajabu ni kwamba tumepewa M-Pesa, namba yako tuweke pesa na utoi. Toa hizo pesa. Na nikaongea na mama kwa naambia, wacha pesa iwewe kwa simu yangu. Maana mimi tayari nimeshatoa. I deserve to take that money. Pesa zetu hazichukuliwi na mtu atoi. Atutumi hapo, itume hapa. And immediately the man of God anasema, send your money to this now. Amen. Sio kiburi. You cannot lead people to where you have never been. Huwezi kuongoza watu mahali ambapo hujafika. You can never give people what you don't have. Huwezi ukapea watu kile ambacho hauna. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. You cannot tell people give and you are not giving. Huwezi ukapea watu toeni na wewe mwenyewe hautoi. Hapo ndipo mambo inaendea mwanangu. Amen. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Kiongozi, ambia mwenzako kiongozi. Kiongozi. Mwangalie mwambie kiongozi. Kiongozi. Anza na wewe. Anza na wewe. Mwambie ni wewe unaanza. Ni wewe unaanza. Mwambie ni wewe unaanza. Ni wewe unaanza. Yes, walitangulia kwa kuosha miguu wale mitume. He was trying to show them servanthood. He was teaching them how to serve others. Alikuwa anawafundisha jinsi ya kuwatumikia wengine. Somebody say hallelujah. Tuseme hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Tell me dakika 10 peke yake. Give me Esther. Chapter 1 verse 15 to 16. Kuna mwanaume hapa anaongelelewa pale. Alionyesha leadership. Nataka nikuonyeshe leadership. Na Mungu atakusaidia. I'm done with servanthood. Amen. Amen. It is the heart of a servant that does what? That leads. Nani sasa? Nani mkubwa? Nani ndiye mkubwa? Amen. Amen. Na kwa mgeni wetu wa Sunday. Karibu sana. God bless you so much. Na mtulie hapo. Hiyo neema inatosha. Amen. Huyu akiwa na neema na moyo wa utumishi. Moyo wa utumishi. Hapa na moyo wa ukubwa, alikuwa na moyo wa utumishi. Angetumia moyo wa ukubwa, dada yake angekuja. Akaona bwana lazima wametosha kwanza, huyu amekula na ni mrefu kidogo. Na sisi mimi tunaweza weso na nikakuweka tu chini. Do you understand what I'm saying? This is what is happening in the church. Tunataka kusukuma watu kwa mambo. Kuwa na moyo wa kutumika ndio watu watafanya kinachohitajika kufanyika. Hallelujah. Lakini tunamwambia haya Lord sister, na lazima utoke toka kwa nyumba twende. Hata wewe msiache. Lakini amesema nimekuja kanisa ambapo dada yangu huko, maana alimuinvite na moyo wa utumishi. Bwana asifiwe. Ngoja mtu mwambie kwamba usiwe komanda kama ufanye chochote. Mwambie neema ya ukomanda kukalia maana unafanya. Kuna kitu alifanya ndani ya moyo wa huyo mtu na pia kwa maisha ya huyo mtu, maisha ya asili. Kwa hiyo huyo mtu akisema kweli this is hapana, wacha niamue basi nipatukie. Amen. Wao wanataka kucommand na hakuna kitu unafanya. Leaders leo wanaona neema. Tupokee neema. Ambia leader mwenzako tupokee hiyo neema. Amen. The scripture says, I will go very fast. What shall we do unto the queen Vashti according to the law? Because she had not performed the commandment of the king as well as the Jabalites. And the Memcan, that is the man I was looking for. And Memcan answered
the king as well as. Amen. Nasema kwamba katika Esta 1:15 na 16. Tumfanyaje Vashti malkia wa sheria kwa sababu hakufanya kama vile alivyoamriwa na mfalme Ahasuero kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. 16. Basi Memukani akajibu mbele ya mfalme na maakida, huyu Vashti malkia hakumkosa mfalme wa peke yake, ila na maakida wote na watu wote pia walioko katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero. Hallelujah. Amen. Memukani, he was one of the leaders. alikuwa mmoja wao wa wale viongozi. Tell your neighbor you must offer leadership. Lazima upeane uongozi. Tell them if you are a leader, ikiwa wewe ni kiongozi, you must offer leadership. lazima upeane ule uongozi. Tell them you must offer leadership. Lazima upeane ule uongozi. You must show us leadership. Lazima utuonyeshe uongozi. We need leadership. Tunahitaji uongozi. Tell your neighbor we need leadership. Tunahitaji uongozi. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. He was one of them. Alikuwa ni mmoja wao. And now the king gave an order. Na sasa yule mfalme akapeana amri. When he gave an order, Wakati alipeana ile amri, he said something very powerful. akasema kitu ambacho ni cha nguvu sana. He answered the king because the king was angry with Vashti. Akaweza kumjibu yule mfalme kwa sababu alikuwa na hasira sana na yule He malkia Vashti. told the king, this woman Akamwambia kwamba malkia has not just done something wrong to you, king. hajafanya kitu kibaya kwako wewe mfalme peke Nataka yako. unisikilize kabisa. Amen. Whenever a leader violates the orders of the church, Wakati kiongozi anakosa kufuata zile sheria za kanisa. for example, whenever you as a leader you fight against what your pastor has commanded to be done, Wakati wewe kiongozi unapinga kile ambacho mchungaji ameamrisha you kifanyike. are not only affecting him but also the other being that is connected with the pastor. Wewe hampingi yule kiongozi, lakini wewe ni unapinga hata kile kikundi cha viongozi wengine. Praise the name of the living Bwana God. Yesu apewe sifa. Leadership is not about authority, Kwa hivyo uongozi sio kuhusu yale mamlaka. but it is about influence. Ni kuhusu ile umaarufu. It is about Ni influence. kuhusu ule umaarufu. I don't know the kind of people that you are ready to influence today. Mimi sijui aina gani ya watu uko tayari kuathiri leo hii. Let me use that sister again. Wacha nitumie ushahidi. As influenced as sister to attend this service. Anaweza kufanya yule dada yake aweze kuhudhuria ibada. So she offered some kind of leadership. Kwa hivyo alipeana aina fulani ya uongozi. Somebody say hallelujah. Tutaseme So haleluya. the actions of a leader. Kwa hivyo yale matendo ya The kiongozi, actions of a leader. vile vitendo vya uongozi, Whether in obedience or disobedience. ikiwa katika utiifu au katika ule kukaidi, They have a ripple effect even to the people that are connected together with the leader himself. ile inaathiri wale watu ambao hata wameunganika na ule kiongozi. Praise the name of the living Bwana God. Yesu apewe sifa. When you look it up in this book of Esther chapter 1, Tukiangalia katika hiki kitabu cha Esta 1, the queen Vashti's refusal to heed or to obey the king's command was not seen as an isolated act. yule malkia Vashti kukanusha ile amri ya ule mfalme haikuwa ni kwa sababu ya mtu mmoja. It was not seen as an isolated act of defiance against the king, but it was seen as an evil act unto the king and the other members in the palace. Ilionekana ikiwa amekanusha sio tu yule mfalme peke yake, bali ni mfalme na ule maakida wote katika ile hemaya. As leaders, we must watch out. Kama
alikuwa sana anazingatia. The action of Queen Vashti. Alisema kwamba yale matendo ya Malkia Vashti it cannot be overlooked. Haiwezi kapuziliwa bali. It cannot be overlooked. Haiwezi kapuziliwa. Today, men of God, we have overlooked people sinning, people doing whatever they want, even in the churches. Leo hii tumeona watu wakifanya vitu vile wanataka wafanye makanisani. Praise the name of the living God. Bwana Yesu apewe sifa. And in another language, he was telling the king, if we allow now this king, other people here will begin to disobey him. Alikuwa anamwambia kwa maneno mengine, ikiwa utaruhusu haya basi hao watu wengine pia wataanza kukosa kukutii. So your actions as a leader, kwa hivyo matendo yako kama kiongozi, they can allow a disorder in the whole church. Inaweza ikasababisha ile mgongano katika kanisa. It spreads and it attacks even other people who are, in fact, who are not even concerned. Inaweza ikasambaa na pia ikahusisha watu ambao hata hawahusiki na kile kitu. So as a leader, kwa hivyo kama kiongozi, whether in ministry, ukiwa katika huduma, whether in the business platform, labda uko katika ile uwanja wa as a biashara, leader, whether in the political platform, hata ukiwa katika ile uwanja wa biashara, whatever that you do, chochote ambacho unafanya, because you are on the leading place, leading platform, kwa sababu uko katika ile jukwaa ya uongozi, you are doing, chochote ambacho unatenda, it may cause a big harm even to the others that follow. Inaweza ikasababisha uharibifu mkubwa hata kwa wale ambao wanakufuata. And that's why Jesus is giving us an analogy of saying that if you want to become great, become a servant. Ndio sababu Yesu anatupea mfano kusema kwamba ikiwa unataka kufanyika kiongozi, basi kubali uwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hujakuja kuripoti, kosoa hiyo mess kwanza. Amen. Hapo sina marafiki. Kabla haujakuja kuripoti. Amen. Unajua vijana hawakufanya ABCD. Unajua wanaume hawakufanya ABCD. Kwanza hiyo ABCD yenye haikufanya, ifanye kwanza, put everything in order. Wewe kuna watu wanatabia na iwaje tena watu wako, watu wakuje wakosoe hiyo mess. You too, you are not safe. Hata wewe hauko salama. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Hii jini nifanye para making leaders. Maana siku hiyo utakuja kuwa pastor na una haya mambo na kuambia leo hii. Utateseka na utafunga kanisa baada ya mwezi mmoja. Amen. Watu ni watu na watu lazima wapewe nafasi yao wajiexercise kwa watu. Yes. So say hallelujah. Amen. When you go to the toilet and you find it is like it's not in good mode, make sure that you make it tidy, make sure watu kusema sasa tunaondoka. Amen. Amen. May the Lord help us. Tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kabisa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na malizia tukipatie nafasi ni malizia. What you tolerate. Kile ambacho utakuwa unakiwacha kiendelee. If you can write this down for yourself. Sio unaweza ukanakili chini. Because I have a backup. I got that scripture. When that man of God was speaking, I told you there is a scripture that I got. In the book of Proverbs chapter 29 verse 12. Anything that you relate as a leader, it becomes a standard for those who follow. Kila kitu ambacho utaweza kuzingatia iko pale. Anything what you tolerate as a leader, kila ambacho kiendelee kama kiongozi, it becomes a standard of living. Itafanyika kuwa kile kiwango. It becomes a standard for those who lead. Itafanyika kile kiwango cha wale watu ambao waongoza. It becomes a standard even for those others that are being led. Itafanyika hiyo sasa kiwango hata kwa wale ambao wanaongozwa. So let us be intentional as church members and as church leaders and as church servants. Let us be intentional about modeling the right behavior and the character in the church. Wacha tukawe na yale makusudi mema ya kuweza kuwa na tabia nzuri katika kanisa. Na maisha yenu hayatabaki vile tu. Amen. Katika jina la Yesu. Proverbs chapter 12 verse 12. Wacha nimalize na hiyo andiko. Na Bwana ataweza kutubariki. Someni maandiko. Soma, 1 2 3 go. Soma iko kwa screen. Iko sauti yako soma. Soma kabisa. If a ruler hearken to lies, all his servants are what? Are what? They are wicked.
ni Mungu atatusaidia. Kweli tumeact a lot of lies. Tumesikiza sana uongo. Pastor, sitaweza kufika. Nimekuwa na issue hapa na pale. Hii scripture haitupatii kwa wakali kwa washirika, lakini inatupatia tusaidiane sisi wenyewe kwa wenyewe. Mpendo, wacha uongo. Maana wewe unapotudanganya, tunaendelea kukuja hapa tunasimama na maoni. Bwana asifiwe. Pokea salamu ya Pauline, amenituma na salamu. I love you sister. That's why I'm giving you that example. Pauline amenituma na salamu na amesema ajisikii vizuri. Na alright, maana hapo anajisikia kukuja church. Wewe ajisikii vizuri kuhusu church, right? Kwa hivyo akaona ni vizuri aende pale ile moyo chini inaitwa signature. Akalala kwa ile watu, ile nyasi na kwa hapo hivi. Yaani labda ameona kukuja hapa itakuwa kwa hivyo ajisikii vizuri. Na kaa right. So when we come here, because she said that I'm not feeling okay. Sababu alisema haisi vizuri. Amen. That's why I'm not making to service today. Pastor, you think that she's unwell? We say, when she stays and okay, everybody stretch your hand. Let's speak on it. Tunanena uponyaji kule. Tunakuombea uponyaji lakini unaanguka kule kwa nyasi. Pande hii umekula ile ropo na pande hii umetulea tuko hapo na angalia magari zingine. May the Lord help us church. May the Lord help us. And because of that excuse, huyu dada anakuja anasikia na huyu pia kila mtu anaanza kubeba hiyo roho inambeba ya kufanya. Na unapata imekuwa ndio standard. When you tell pastor you are not okay, he does not go ahead to ask you what you say to my sister, what you say to my brother. He just says it's okay. It shall be well with you. May the Lord help us. Let us arise on our feet. It is my time. Amen. It is over now. Tell your neighbor, God is contagious. It is contentious. Religion is contentious. Today, how you become a good leader. Watu ambao wanaweza amua kutumikia Mungu na mnapojitolea kutumikia Mungu, magonjwa ambazo huenda zimewatesa ama hali ambazo zingependa kuja kuwatesa na mishale ambayo itatumwa na maadui, sababu ni watumishi wa Mungu mbinguni zikawaepe, maana nyinyi ni watoto wa Mungu. Just lift up your hands. Mikono yako. Thank you, Jesus. Kila mtu nataka waombe mbili because of service. Somebody say, Father God, I thank you because of your word. Thank you for humbling me and teaching me the ways of true servant, the ways of true servanthood. I refuse to exalt myself. Sema ninakataa kujinua. Kila mtu sema ninakataa kujinua. Ninakataa kujinua. Ninakataa kujinua. Lakini Bwana ukaweke moyo wangu mbele yako kama mtumishi wako. Bwana unaponiona
of being true leaders and the influence that they carry. Father Lord, it is my prayer that you strengthen them now, to lead with wisdom, to lead with grace. Lord, give them the authority in the mighty name of Jesus Christ. Father Lord, it is my prayer as they do concerning you, guard their hearts from any form of compromise, from any form of wickedness. Give them discernment to address rebellion in a way that will uphold your righteousness, in a way that they will embrace service. They will embrace service before leadership. And as they serve, lead pastors. As they serve, lead pastors. They serve, lead prophets. As they serve, lead the apostles. As they serve, lead the evangelists. They serve you. Let them receive all these things above. Give them the titles that are the works. In Jesus' mighty name. Receive all the glory. Wape neema na kibali. Pokea neema na kibali. Mtoto wa Mungu, pokea neema na kibali. You are there, you are not born again. You cannot serve when you are not born again. Don't lie to yourself. You cannot serve when you are not born again. And in case you have been serving when you are not born again, will give you this chance. You can still join me. You are not born again. Every eye closed. Every eye closed. You are there, you are not born again. Lift up your hand. Lift up your hand. Lift up your hand. You are not born again. Lift your hand. Your right hand. Lift your right hand. Kila jicho likiwa limefungwa. Every eye closed. Nimesema haujaokoka. Na ungependa kumtumikia Mungu vizuri. Na ungependa kufanya chombo chake. Na kufanya hata kiongozi bora katika siku zako za usoni. Inua mkono wako wa kuume katika jina la Yesu. Lift your right hand. Every eye closed. Inua mkono wako wa kuume. Inua kabisa, inua kabisa. Just lift up. Inua tu. Inua mkono vizuri. Yes, lift up. Inua mkono vizuri. Inua mkono kabisa. Inua kabisa. Yes. 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 Kila macho ikiwa imefungwa. Jioni hapa mbele. Kujeni tu hapa. Wasichana. Ninaona mikono imeinuliwa pale. Yes, sir. Nataka niwaambie wokovu. Na mtakuwa watumishi wa nguvu. Na Bwana atawatumia. Ninasema naweza kuwa wewe ni kiongozi. Na utaokoka. Usionee aibu. Nimesema kila jicho kama limefungwa. Hallelujah. Wow. Wow. Lift up your hands before the Lord. Nataka muombe ombi nyuma. Usemeni Bwana Yesu, na kushukuru kwa kuwa ni Bwana. Na kushukuru Yesu ni kwa maana ulikufa msalabani. Ulikufa msalabani ili nikapate maisha yaliyo na utukufu. Ewe Yesu, mimi ni mwenye dhambi na ninatubu dhambi zangu.
ninazikiri kwako ewe Yesu, nipe wokovu leo. Ewe Yesu, tawala maisha yangu, ni kwa maana umeniokoa. Ewe Yesu, nifanye kuwa mtumishi wako. Niko tayari kukutumikia, niko tayari kuenda na wewe. Shetani na mambo yako mbaya na kuacha leo, naenda na Yesu. Asante Yesu kwa kuwa umeniokoa. Father, in the mighty name of Jesus, I break every bondage against this God in the name of Jesus. Some of us received you when we were at this age, na bado tumesimama. Msichana huyu namkabidhi kwako mikononi, na vunja kila maagano ya kishetani, every works of the darkness. I paralyze them now. I break every bondage and every chain over your life in the name of Jesus. I release new life. I release new life. I call on it. Receive it in the name of Jesus. I break it. I break that yoke. I make you a child of God. I declare you a child of God. You are forgiven. You are forgiven. Pokea your name kwa jina la Yesu. Thank you, Jesus. Bondages and chains are broken in Jesus' name. Father, in the name of Jesus, I commit your daughter in your hands. I break every chain. I break every bondage in the mighty name of Jesus. Every works of the darkness is now paralyzed. Navuja kila maangano ya kishetani na kila maroho ya giza in the name of Jesus. I break and I release the new grace. Receive grace. Receive that grace of salvation. Nimesema nguvu mpya, new power. Power and authority of the Holy Ghost. Receive the power of the Holy Spirit. Receive that power. Receive it. Receive it. Hakuna chochote kitazuia msichana huyu kusimama. Atapenda Mungu, atatumikia Mungu, atajitoa kwa kazi ya Mungu. Zikaparadeko samadia, rinatolia parabaradika. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the power. Pokea nguvu pia, pokea nguvu. Kila maangano za kishetani kinyume na maisha yako nimezivunja. Naondoa kwa jina la Yesu. Na sasa nakutangaza kiumbe kipya, nakutangaza mtoto wa Mungu, nakutangaza uliyebarikiwa kwa jina la Yesu. Receive the glory, and it is in Jesus' mighty name we pray and believe. Appreciate Jesus. In Jesus' name. God bless you so much. Amen. Ningependa nionane na wageni hawa na wadada wawili na